Mzigo unaanzia katika kambi fulani vya jeshi. Wakati huo kulikuwa kuna maelekezo yanaweza kutolewa kwa vijana waliopo kwenye mission fulani vya kupambana na wahalifu, lakini bila kutarajia wanashambuliwa upande tofauti na waliopewa maelekezo. Magaidi walikuwa wengi sana na walizijua chochoro za mitaa ile vizuri kweli kweli. Baada ya mbio za muda mrefu wanakimbilia kwenye makazi ya watu. Hapo wanakutana na mzee fulani hivi, huyu anaitwa Muhammad, na hapo waliweza kuhifadhiwa katika madrasa yake. Wakati huo kiongozi wa kikundi alikuwa anaomba drone shot iweze kupita ili mradi uhakikishe kama eneo lile liko salama, ili mradi wao waweze kutulia mle ndani. Yule kiongozi alikuwa anaitwa Charles, ambaye siku hiyo alikuwa kwenye jukumu la kuweza kuokoa baadhi ya vitu ambavyo waliweza kutumwa katika misheni hiyo hapo. Mzee akiwa ametulia, wanakuja jukuu zake na kumwandalia chakula kisha wanaondoka zao. Muda huo huo eneo lote lile linazingirwa na magaidi. Hafla wanashambuliwa. Mzee kainuka akatoka nje kwa ujasiri kweli kweli. Hali iliyowapa hofu wanajeshi wale. Kisha milio kadhaa ya risasi ikasikika, na hapo ndipo hofu ikazidi baada ya kusikia ukimya muda mrefu. Mara mzee anarudi akiwa hana hata jeraha moja hata kidogo la risasi. Anawasaidia na kuwapa taarifa ya upande mwingine ambao wanatakiwa kuutumia ili mradi uweze kuondoka salama eneo lile. Charles alishukuru sana kwa msaada alioweza kupatiwa na aliahidi kwamba ataweza kufika salama kabisa katika mji mkuu wa Afghanistan. Humo ndani watu wanafanya kazi masaa 24 kupambana na kulinda raia na mali zao. Hapa sasa kuna kikao. Wakati huo jenerali yuko kwenye maongezi na wafanyabiashara fulani hivi ambao wao wanamiliki eneo kubwa kabisa la ardhi ambalo wao kama wanajeshi hawawezi kabisa kulifikia kutokana na ulinzi mkali walioweka hao magaidi. Hivyo waliomba kupata msaada fulani hivi kutoka kwao, yani waweze kushirikiana katika kitu kidogo tu, kama vile waliita kama sherehe fulani viweze kuungana. Lakini nyuso zao zilizungumza kwa fikra tofauti, yani nyuso za wale watu waliokuwa wanaomba na jenerali zilizungumza kama maadui, hazikuzungumza kama washirika. Mission iliyofuata ilikuwa katika barabara ya Hyena, yani Hyena Road. Kwa hiyo walianza kwa kuandaa mikakati na kusafisha njia na kujipanga katika kila kitu. Muda huo wapo kwenye tent ya chakula. Sasa hapa kuna hii kapo. Huyu dada anaitwa Isabel na huyu ndio yule jamaa wa mara kwanza anaitwa Charles. Wakiwa wanazungumza anakuja kiongozi wao, huyu anaitwa George. George alifahamu kuhusu uhusiano wao na aliuliza siku gani atamchumbia binti, maana ana wivu sana. Charles na George wakafurahi kidogo kutokana na historia yao ambao wako nayo, lakini George akampatia jukumu Charles kutokana na mission inayofuata, sababu wanatakiwa kuwachunguza sana wale wamiliki wa ardhi hiyo ya Hyena Road. Wakati huu sasa usiku, Isabel yuko zake na Charles wanazungumza kuhusiana na uhusiano wao, na walitamani kufanya iwe siri mpaka pale ambapo wao wataweza kumaliza misheni hiyo na kumaliza kabisa mafunzo katika eneo lile na kuondoka. Lakini George peke yake ndiye alikuwa anafahamu juu ya uhusiano wao. Asubuhi kumekucha, kila mmoja amepewa maelekezo, hasa wanahabari, kwa maana wanachoenda kukifanya ni hatari mno. Wamefika eneo la tukio kuanza kufanya mahojiano na mzee fulani hivi, lakini walistaajabu kusikia kwamba hakuna mzee mwingine katika eneo hilo, ili hali Charles aliwahi kusaidiwa na mzee mmoja anaitwa Muhammad. Yule mzee aliwaambia waende Kandahar, huko wanaweza kukutana na watu wengi na wazee wengine wengi zaidi yake. Baadaye George amekuja kuonana na swaiba wake mmoja anaitwa Antonio. Wakiwa pamoja wameongea mengi sana, hasa mashambulizi ya siri pamoja na matukio ya kushtukiza kweli kweli, hasa ya utekaji na matukio ya kinyama ambayo yameweza kukithiri katika maeneo yale. Alimletea pia zawadi pamoja, hapo akapata chakula cha jioni pamoja. Turudi kambini sasa. Charles anatoa maelekezo kwa soldiers, lakini alikuja na taarifa mbaya pia kuhusiana na baadhi ya magaidi waliowaua wanajeshi wao wa kusini, hali iliyowavuruga wengi mno na kuwatia hasira. Usiku wakaingia kwenye mission ya siri na walifanikiwa. Asubuhi wamepongezana kisha wakaanza safari ya kwenda Kandahar ili kuonana na ule mzee ambao wao wanamtafuta, mzee Muhammad hapo. Wanafika Kandahar na wanakutana na yule mzee. George kaja kumshukuru sana kwa kuweza kumsaidia Charles pamoja na wengine, kwa sababu Charles ni rafiki yake na akataka kusaidiana naye katika ujenzi wa kijiji. Hivyo akampatia pesa za kutosha, lakini George alikuwa na kitu kingine tofauti na kile ambacho akiweza kukizungumza pale. Yaani nia yake ni kuweza kufahamu kuhusiana na wale ndugu wawili, yani anawajua vipi na anafahamu vipi, kwa sababu wale ndio inasemekana wana genge zito kweli kweli la ugaidi, lakini hawezi kushikiliwa kutokana na nguvu yao waliokuwa nayo. Kwa hiyo ni vita kubwa kati yao pamoja na serikali. Halafu George alimuuliza kama anamfahamu jamaa fulani hivi ambaye ni kiongozi wa magaidi aliweza kutoweka zamani kidogo. Muhammad akajibu ndio, lakini alisikia tu kuhusu yeye. Kwa hiyo George akaomba ushirikiano wake, na kwa sababu hiyo jamaa alikuwa mnyama sana. Mzee alikubali, lakini habebi pesa yao, anaondoka zake. Wakiwa njiani wanajadili, hafla wanashambuliwa. Kwa hiyo haraka sana taarifa zikaja makao makuu. Charles, George pamoja na Rajab wanaingia kwenye mission isiyo ya lazima.
Walipambana sana na magaidi na walifanikiwa kuchomoka salama na kurudi kambini. Wakiwa pale waliongea mambo mengi sana kwa maana wao ni maswahiba wa muda mrefu kidogo. Baadaye George kaja kwa swahiba wake Anthony kupata mawili matatu na kupanga mikakati mapya. Anthony alipewa kazi ya kuchunguza juu ya jamaa mmoja hivi anajiita Lion. Amerudisha taarifa kwa George lakini hazikuwa nzuri hata kidogo. Isabel kaenda kutazama afya na staajabu kugundua ni mjamzito na hii sio siri sana kwake. Asubuhi makamanda wako tayari wanajiandaa kwa ajili ya mission ya mwisho na kila mmoja alifocus na kazi yake. Muda huo Thomas yuko zake geto kwake anaongea na mkewe na kueleza jinsi gani ambapo waliweza kukumbukana, yani mambo ilikuwa ni mengi muda ule. Haya, Antonio amekuja kambini kuwasilisha taarifa na kujadiliana kwa pamoja. Sasa huyu jamaa Lion of the Desert ana historia yake. Kipindi cha nyuma familia yake iliweza kudhulumiwa na waliuliwa kikatili sana. Na waliofanya hivyo ni wale ambao wanamiliki Hyena Road kwa sasa hivi. Lakini mazingatio yao yalikuwa kuwadhibiti wote ili mradi raia wasiweze kupata madhara yoyote kutokana na historia zao. Usiku vijana wanaandaa mavazi yao na kuweka sawa mitambo yao ambao wanaweza kuitumia katika kazi hiyo ambayo sio ya kitoto tena. Hivyo ikabidi kutanguliza kikosi cha kwanza ili mradi kuweza kusafisha njia. Huku kwa Sheikh Mohamed sasa yuko zake na watoto wa swaiba wake wakiwa wanaongea na kufurahi. Asubuhi mapema kumekucha, jeshi liko macho linatazama kinachoendelea. Anatoka Mohamed anagana na wenyeji wake kisha anaondoka zake. Huko kambini wanaendelea kutoa maelekezo na wale wengine pia wanaendelea kupokea maelekezo. Wakati huo kuna jambo la ajabu linaenda kutokea. Wakati Mohamed tu ameweza kutoka, wale Hyena Brothers wakaweza kuvamia pale na kuteka watoto. Isabel alitoa amri kwamba wasishambulie mtu yoyote yule hata iweje. George pia alikazia lakini Charles hakupenda kabisa, akatoka nje. Isabel katoka kumliwaza Charles lakini bado hakuweza. Kaja George na kumuelezea kwa undani jambo ambalo walikuwa wanalifanya, sababu wao sio magaidi bali wanalinda amani. Baadaye wameketi pamoja wakijadili jinsi gani wataweza kuokoa watoto ambao wameweza kutekwa kila siku na kuimarisha amani pia. Huko Muhammad akamaliza zake kusali, anapokea simu ambayo ilimjaza hofu sana na ni kuhusu wale wajukuu zake. Muda huo Ahmed alikuwa zake eneo fulani hivi akiwa amemaliza kunyoa, anaongea na swaiba zake. Pale pale inakuja gari na kumteka kisha kuondoka naye, na hapakuwa hata na mmoja aliweza kushtuka au kushtushwa na kitu kile. Yani huko unaweza ukafanywa tukio lolote lile la ajabu huko unajiona na hakuna mtu yoyote ambaye anakuja kukusaidia. Moja kwa moja kaletwa kwa Muhammad. Upande wa pili baba anapokea taarifa za kijana wake kwamba amekamatwa na Muhammad. Turudi kambini sasa. Charles amekuja kuongea na Isabel na kuomba radhi kwa maana ana hofu sana na maisha ya wale watoto. Akiwa ndani Isabel anampatia picha ya ultrasound kwa maana wanaelekea kuwa wazazi. Charles alifurahi sana, yani Isabel hakuamini kama Charles angeweza kupokea mambo yale, yani vile kwamba amekubali moja kwa moja kwamba kweli, lakini tu alimwambia kama kweli ni ya kwangu basi mimi niko tayari kuilea. Kwa Isabel naye pia hakuwa na hiana, akamwambia kweli ni ya kwako, mambo mengine yakaendelea kama vile. Asubuhi kundi la Wajera limejisogeza kuonana na Muhammad. Wakati huo panachunguzwa vizuri pale kambini. Yani wameweka moja kwa moja mawasiliano ya kutoka pale ambapo Muhammad yupo na kile kijumba pamoja na kule kambini. Kwa hiyo kila kitu ambacho walikuwa nakiongea kilikuwa kinaweza kutranslatiwa kule kambini. George amekuja tena kwa mara nyingine kushukuru kuonana naye na kuongea naye kuhusiana na mabinti walioweza kuchukuliwa, na alimwambia general wake kwamba yuko tayari kutoa chochote kile limradi tu waweze kuokoa maisha ya wale watoto, na alimtangulizia pesa za kutosha tu. Lakini Muhammad anasema Bashir anamjua toka akiwa mdogo. Ina maana wale wawili ambao yule mmoja ni baba mmoja ni mtoto, yule baba anaitwa Bashir. Kwa hiyo mzee anasema mimi namjua Bashir toka akiwa yuko mdogo, lakini nitafanya juu chini niweze kuwasaidia. Usiku mmoja kabla ya mission, wapenda nao wamekutana kuagana na kutakiana kila laheri. Kambini George alibaki kuongoza kikosi akiwa pale. Charles anatoa taarifa kuhusu ujio wa Bashir na kundi lake na zinaungwa sauti moja kwa moja. Anatoka Muhammad peke yake. George anastaajabu kusikia yuko mwenyewe, maana alitarajia labda Muhammad atatoka na mtu mwingine tofauti, yani labda mtoto ambaye ameweza kumteka wa Bashir na mambo mengine, lakini alishangaa kumwona ametoka peke yake. Bashir alienda kwa ajili ya mtoto wake tu, lakini Sheikh alimsihi kama anataka mambo yawe mengi basi alete tu ngebe zake, lakini kama anataka mambo yawe sawa basi awarudishe mabinti na atapewa mtoto wake. Bashir akaleta tamaa za pesa, akapatiwa pesa. Bado akamwambia kwamba haitawezekana kuweza kuwarudisha mabinti na hawatarudi. Kwa hasira pale pale Muhammad anafungua pochi lake na kutoa kichwa cha mtoto wake na Bashir. Bashir alilia sana kwa kuona tayari mtoto wake ameshakufa mbele yake. Amekuja kichwa bila kiwiliwili kwa maana ameuliwa kikatili kweli kweli. Taarifa zinaenda moja kwa moja makao makuu kwamba kuna kichwa cha mtu ardhini. Bashir anachukua bastola na kutaka kumpiga Muhammad, lakini moja kwa moja Charles anamweka kwenye target na kuweza kumpasua ubongo bila kupoteza muda.
George alimlaumu sana Charles kwa kile alichokifanya, lakini Charles alisema amefanya vile kwa ajili ya watu wengi. Yaani bora yeye aweze kupoteza maisha lakini watu wengine waweze kusalimika. Kwa sababu kama angemwacha basi Muhammad angeweza kufa, na kama Muhammad yeye ameweza kuokoa maisha yake. Hawajafika mbali, wanashambuliwa na kikosi cha magaidi. Muhammad kabeba bunduki kupambana pia. Kwa kuwa tu waliweza kuzidiwa, hivyo wakaona wajibanze sehemu fulani hivi ili tu wawe salama. Milio ya risasi na mlipuko ilifanya Isabel kuwa na hofu sana. Hatimaye wanazama ndani, lakini hapakuwa na aliyekuwa mzima, maana alipoteza maisha kama mvua. Nje ya nyumba magaidi wameweza kupangira. Kwa hiyo Charles anaomba paweze kulipuliwa tu. Isabel amechanganyikiwa sana na alijitahidi sana kuzuia, lakini tayari maamuzi yalishatolewa. Charles na Muhammad wanakubali hatima yao na kuweza kupoteza maisha pale pale. Wakati huo makombora ya kutosha kulikweli yaliweza kutumwa katika eneo la tukio na kusambaratisha watu wote waliokuwa eneo lile la karibu, hasa wale wawili wote. Lakini kabla hata Charles kuweza kupoteza maisha, aliweza kuomba radhi kwa Isabel na anamwambia kwamba anampenda sana. Kisha eneo lile lote linasambaratika. Charles anapoteza maisha na Isabel hana la kufanya. George na wenzie wanafanikiwa kuokoa watoto wote waliweza kutenganishwa na wazazi wao, huko Antonio akiwa mchango mkubwa sana katika ufanikishaji wa misheni hiyo. Baada ya pale miili imesogezwa na watu wanatoa heshima zao za mwisho kwa waliopoteza maisha yao. Kwa Isabel ilikuwa ni mfano wa ndoto, kwa maana historia yake ya mapenzi imekuwa ni ya mwisho mbaya kweli kweli. Japo alibaki na zawadi ya mtoto, lakini aliweza kumpoteza mpenzi wa maisha yake. Na mzigo unaishia hapo. So, huu mzigo unaitwa Hyena Road, unaenda kwa jina hilo hapo. Mimi sina tena la ziada. Nimekuletea mzigo huu wa ngome 10, japokuwa una mambo mengi kweli kweli huko ndani, lakini ukiweza kufuatilia unaweza kuelewa vizuri. Mimi sina la ziada. Hii ni Dani Movie Recap. Mimi ni Queen of Recap. Till next time, ciao.